na kuja hapa maalum kwa kazi maalum ambayo serikali imeanza kuifanya ya kupambana na magugu maji. Nyewe wenyeji hapa Kigongo hali hii mmeishuhudia ya uwepo wa magugu maji. Yapo ya zamani hayo ambayo tunayaona hapo yaliyofurika eneo hili, hayo ni magugu maji hayo, tumeacha mpaka yamekomaa. Lakini gugu maji jipya ni hilo ambalo lilikuwa limefunika eneo hili la daraja mpaka kule unaitwa Busisi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza na timu yake ya kamati ya ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya wote wakiwemo, walianza kuwa na hofu na hali hii na kuamua kujadiliana serikali kuu, ambapo walikuja mkoani Dodoma, tukakaa kikao cha pamoja, tukaanza kuona hali hii na madhara yake, tukaalika wataalamu mbalimbali kueleza aina hii ya magugu na athari zake, athari ambazo zingeweza kujitokeza kama hali hii tungeiacha iendelee. Ni hii ya kupunguza ukubwa wa ziwa. Unapopunguza ukubwa wa ziwa, unapunguza shughuli za kibinadamu ikiwemo na uvuvi. Lakini pia hali hii ya uwepo wa magugu haya yalikuwa yanajaa mahali ambapo ni njia ya kupita vivuko vyetu, na vivuko hivi vinapopita vinakula magugu na vivuko vinaharibika kila siku, vinatengeneza tatizo jingine kubwa la usafiri. Na kama hali hii tungeiacha, magugu yangeongezeka na kufunika ziwa, kusingekuwa na shughuli za uvuvi, shughuli ambayo inategemewa na tulio wengi. Kwa hali hii ilipojitokeza, hatua za haraka tuliamua kuchukua. Moja, tuliagiza tuchukue hatua za haraka za kupambana na magugu. Lakini mbili, lazima tuwe na mpango wa muda mfupi, alafu tuwe na mpango wa kati na mrefu, ili kunusuru ziwa letu, kuruhusu shughuli za kijamii za kiuchumi ziendelee na usafirishaji. Na washukuru wana Mwanza chini ya mkuu wa mkoa, hatua za haraka walianza kutumia wavuvi wadogo wadogo na mitumbwi na maboti yenye mashine kuja kuanza kuzoa kwa mkono tu. Hiyo ni hatua ya haraka. Hatua ya muda mfupi ni kuanza kutafuta mitambo midogodogo ambayo tunayo ndani ya nchi, tuweze kuanza kufanya kazi ya kuondoa magugu maji yale yaliyofunika ziwa, alafu tuje kwenye gugu maji ambayo limekomaa. Hatua za muda wakati tulisema wataalamu wetu wa ndani waende popote duniani kujifunza hali hii, na wenzetu wameweza kupambana nayo kwa kiasi gani. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, wenzetu wa Uganda walishaanza kupambana na magugu haya, kwa tukasema wataalamu waende, na ndio hawa wanaondoka kushutwa wanaenda Uganda, lakini na wao tulishapata maelezo yao namna walivyopambana na magugu maji. Lakini pia hatua hiyo ya muda wakati tumeamua kununua mitambo ya ukubwa wa kati, na kwa bahati nzuri ndani ya nchi tulikuwa na mtambo wa awali ambao leo nitauona kufanya kazi yake. Kwa muda mrefu sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili, itakuwa inafanya kazi ya kutafuna magugu kile itakapoonekana ndani ya ziwa. Nataka nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu, kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili ili ibaki ndani ya ziwa Victoria. Itakuwa kuna kwenda kokote ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii, kuanzia mkoa wa Mara, lakini Simiyu, Mwanza, Geita na Kagera. Itapita mpaka kwenye visiwa ili kuhakiki kama hakuna gugu maji, na kama lipo liliwe mara moja. Kwa tumeshaweka mpango wa kupambana na ziwa hili. Waziri Mkuu,
naomba nikupitishe sasa kwenye taarifa fupi ya video ya dakika 3. Jipya inaitwa Servinia ambalo linakuwa kwa speed sana na linatanda kwa speed sana na linaathiri mitambo. Hapa ni sehemu ya engine ya mtambo wa feri ambayo kwa inaingiliwa na maji na kupelekea vyombo kusimama na kufanya kazi. Sasa kwa maelekezo yako tumechukua hatua za haraka za kuweza kuyaondoa kutumia mitumbwi na mikapu na tumeweza kuyaondoa. Naomba kusema sasa hapa ndio kazi imeanza. Nakushukuru kwa maelekezo yako na msaada na tupata fedha za kutosha. Sasa vijana wanafanya kazi na mpaka sasa tumeondoa tani 890. Kwa hiyo hali ni nzuri na haya ndio mabaki ya yale magugu maji. Na sasa hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto imekwisha na hali ndio iko hivyo, vilikuwa vinatembea, changamoto haipo tena. Sasa kuna gugu lingine limejitokeza. Hili ni gugu la asili, inaitwa Lutende. Lina tabia ya kutembea na kukatika kwenye fukwe za bahari. Sasa wakati tunapambana hili dogo tumelimaliza, hii ilikuwa imefika kwenye daraja dogo. Sasa hii ni kubwa, zaidi ya ekari 345 na tumeanza kuchukua hatua. Hapo vijana wanakata kwa maana kwamba ukishalikata linakauka. Na chini kuna udongo. Kwa hiyo likauka linanyauka baadaye linapotea. Sasa vijana ndio wanakata mpaka sasa mkata sehemu kubwa na wanaendelea kukata. Sasa ule mtambo unalivuruga. Hawa vijana wakishakata lenyewe linapiga, kwa hiyo yanakauka na naoza. Kwa hiyo mwisho wa siku hali inaanza kuboreka. Sasa kwa sababu lina tabia ya kunuvu, hapa ni wakati linapokuwa linatembea kuelekea kaskazini kusini, lakini baadaye linarudi. Na so far tumekata sehemu kubwa kama ekari zaidi ya 65 na target yetu ni kumaliza lote kabla ya 10 mwezi Juni.